Chakula ki tayari. Mwiteni baba yenu naye aje ale. Baba! Baba! Njoo tule, chakula kiko tayari. Mbona lakini? Mbona kila siku tunakula sima kwa majani tu? Huku wengine wakila vinono kila siku. Ni nani mwingine? Ni nani mwingine kama si hao majirani zetu? Wameturoga, wametufungia riziki. Na wao wananawiri tu. Yaani wanajifanya ni watu wa kanisa lakini ni mbwa mwitu ndani ya ngozi ya kondoo. hizi mboga umekaanga lakini ungekaanga na nini? Hakuna mafuta. Mafuta pia yale. Hakuna. Na hivi ziko na chumvi kweli? Hakuna. Mbona waenda mzalani wakati nimeandaa chakula? Sina appetite mama mimi. Mkangeni. Na mama. Ingia ndani ukachukue chakula. Sawa mama. Hodi huku. Hamjambo majirani. Kumbe ni wewe. Unafanya nini hapa wewe mchawi? Samahani majirani. Nimewaletea chakula. Pumbavu ya mwanamke. Nani amekwambia tuko na njaa? Kwenda huko na chakula chako. Hakuna sadaka yoyote utakayopata hapa. Toa uchawi kwa bomangu. Toa nuksi zako hapa. Kwenda huko na uchawi wako. Huko. Hatuna haja na chakula chako kabisa. Potelea mbali. Kwenda kabisa. Ala! Mama, mbona umehuzunika hivi? Mke wangu, mbona umerudi mapema na mizigo yako? Tena umejaa huzuni. Shida iko wapi? Hebu ingia ndani. Ingia ndani. Allah, ni nini tena mke wangu? Mke wangu, hebu nieleze lililotokea. Wamenifukuza. Kwa nini? Wamenitukana. Kukutusi? Wamenitusi na bado wanaamini ya kuwa sisi ni wachawi. Mungu wangu. Ya kwamba sisi ndio tumewafanya wabaki katika maisha ufukara. Hata siamini yani. Na hii juhudi yote tumewafanyia? Jipe moyo mke wangu. Sawa. Jipe moyo. Sawa, nitajipa moyo. Na kuwa na imani ambayo iliyo imara. Sawa mume wangu, nitajipa moyo. Usilipize kisasi. Sawa. Mungu atatulipia. Hebu na tuombe. Fungeni macho tuombe. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wetu uishie milele, tunaliita jina lako. Ulipata mateso duniani na ukasema duniani kuna dhiki. Tuongoze Mungu katika majadiliano haya na mpendo huyu Mama Joshua, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tena Mama Joshua. Jisikie huru kabisa katika uwepo wa Mungu. Mchungaji, niko na mzigo moyoni mwangu. Mimi na nyumba yangu tumebarikiwa. Bwanangu anafanya kazi yenye mapato mazuri. Familia yangu tunaishi vizuri. Ila kuna jambo moja tu linatunyima amani. Niko na jirani yangu ambaye hajabarikiwa kama sisi. Yeye na familia yake yote wanaishi katika maisha ya umaskini. Tumejaribu sana kuwasaidia ila hawataki.
Mbona? Wanatuita wachawi. Ndiyo, ya kuwa sisi ndio tumewafanya wasifanikiwe. Shetani muongo. Yeye kazi yake ni kutawanya kondoo za Mungu. Lakini ashukuriwe huyu Yesu, maana alimshinda pale msalabani. Ni juzi tu nilienda kwao na mzigo uliokuwa umejaa vyakula na zawadi mbalimbali ili kuwabariki. Lakini walinipokea kwa matusi ukali, huku wakidai nataka kuwatoa kafara. Ati? Ndiyo mchungaji. Ndiposa leo nimekuja hapa ili unipe ushauri nitafanyaje. Hawa watu ni maskini. Saa ingine ukosa chakula hata wakalala njaa. Mimi na mume wangu tumejaribu sana kuachana nao, ila mioyo yetu haipati amani. Kusema kweli, mchungaji, sijui tufanyeje. Moyoni mwetu tuko na msukumo wa kuwasaidia. Tukiwa na msaada wote wanaukataa, huku wakituita wachawi. Mchungaji, tufanyeje? Kwa kweli Mama Joshua, wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ushauri wangu kwenu ni kwamba msichoke kuwatendea majirani zenu wema, hata wakiendelea kuwachukia na kuwaita wachawi. Na sasa ili kuendelea kusaidia majirani zenu, niko na wazo. Unaonaje hizi zawadi zote ambazo mmekusudia kuwasaidia majirani zenu, mwe mkizileta hapa kanisani, kisha mimi niwaite, alafu niwaambie kwamba ni mimi nimewapa. Wazo zuri sana hilo mchungaji. Kwanza umenitoa mzigo ambao kwa siku nyingi umenipa shida moyoni mwangu. Si mimi, bali ni Mungu ambaye amenipa hekima ili niweze kusaidia watu wake. Acha sifa na utukufu vikamrudia yeye. Amen. Amen. Wacha tushukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Baba Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya kila kipindi ambacho umetuleta hapa na Mama Joshua. Najua kwamba Bwana umemsaidia hata kumleta. Hebu tueleze chanzo cha hii furaha yote uliokuja nayo. Kusema kweli, leo nimejawa na furaha sana moyoni mwangu. Na kuona Nimemweleza mchungaji kila kitu. Halafu Alivyonishauri mchungaji, alivyokuwa akiongea kwa hekima, yes, ungedhani Mfalme Suleimani amefufuka. Amina. Mama, hebu tuambie amesema nini? Mchungaji amesema hivi: tuwe tunapeleka chakula, nguo na msaada wa aina yoyote kwake. Kisha atawaita hawa majirani zetu na kuwapa. Lakini hatasema msaada umetoka kwetu, atajifanya ni yeye amewasaidia. Wow. Hata naona safari yangu itakuwa ya furaha sana. Baba, yes, kwani warudi lini? Kesho kutwa mwanangu. Kwani umesahau? Mimi nilidhani ni juma lijalo. Baba. Kampuni ingekuwa ni yetu, hata ningerudi mwaka ule mwingine. Sasa kabla sijamaliza kutumana ripoti yangu, mambo ya huduma na imani ni ya muhimu sana. Jamtikie mchungaji wangu tupangane kitu. Mchungaji wangu, mchungaji Yesu. Ndio hiyo. Wanzene na hii kwanza. Halo ndugu. Bwana Yesu asifiwe mchungaji wangu. Asifiwe Yesu Kristo. Waendelea vizuri na Bwana? Naendelea vizuri kabisa, sina wasiwasi wowote. Amina, amina ndugu. Amen. Sasa yes, nimekupigia simu kumuhusu huyu kijana wetu Mwachofi. Nimemtafutia kazi kwa hii kampuni yetu. Yes. Lakini nataka umuite kwa ofisi yako. Yes. Umwambie ni wewe umemtafutia kazi. Na asijue kabisa kwamba ni mimi ninahusika hapo. Tafadhali. Asante sana ndugu, umefanya vizuri sana. Mungu akubariki sana ndugu. Amina, amina ndugu. Sasa maelezo zaidi kuhusu hii kampuni yetu. Yes. Nitakutumia mimi kwa barua pepe. Umefanya vizuri ndugu. Ni sawa kabisa ndugu. Mungu akubariki sana. Amina. Mwalimu wako. Amina, amina ndugu. Amina, nashukuru sana.
Kuwa na wakati mzuri tafadhali. Amen, pia wewe. Amina ndugu. Asante. Okay. Hiyo sasa tumalizana nayo. Wacha niingie kumalizana na ripoti yangu sasa. Hiyo sasa. Karibuni. Semeni shida zenu. Ndiyo, jirani yetu ni mchawi na tunataka umuondoe yeye na familia yake yote. Ametufanya sisi kuwa maskini ili hali yeye na nyumba yake wanaendelea vizuri. Ndiyo, nyosheni mikono yenu. Ngojeni kidogo. Niongee na watu wangu. Shika. Beba hiyo. Unaenda naye. Hiyo ni yako. Asante sana. Tuone kama hizo mali wanalinga nazo watazikwa nazo. Tunaweza enda? Bado. Sitakupa masharti. Utakapotoka hapa, usiongeleshane na mtu yeyote njiani. Na mtakapofika nyumbani, mtalala. Msiongeleshane mpaka asubuhi. Wala watoto wenu msiongeleshane mpaka asubuhi, ndipo mtakapoongea. Ondokeni. Oya. Ungo kula tano. Vipi tena? Hapa niko vile timu yako ndizo mabao mengi kama maji. Anguo. Wote Manchester wako na shida. Ameambukiza hadi mkewe. Sasa hawa wote Manchester wako na shida. Amekushaambukiza hata mkewe. Lakini tutafanya mkutano kubwa tupitishe kwamba hatutaki hii mpira ya wazungu. Inatuletea shida manyumbani hata na majirani zetu. Na haya ni makubwa. Hata Wongo mwenyewe hataki tusalimiane. Lakini ni makubwa kwao. Kwangu ni madogo kabisa. Potelea mbali. Mama Moshoki, sema tena leo. Pesa zangu utalipa. Zangu utalipa. Zangu utalipa. Pesa zangu. Nataka pesa zangu. I need my money. Nataka pesa zangu. Haraka. Ngoja kwanza. Hesabu. Kuna bahati.
Kwani sasa haongei. Amepata pesa nyingi. Na nini na ukala wa nini? Anyway. Mkona bahati, mngefeka mtu leo. Wapi baba? Sukari imeisha, chumvi imeisha, mafuta yameisha, sijui tunapika mboga gani, na pia unga uliisha. Baba, mama, kwani mbona mwongei? Mbona mwongei? Mbona mwongei? Simba ameingia. How is it my business? Baba Mwachofi. Baba Mwachofi. Baba Mwachofi. Amka. Twende tukawaambia watoto kuwa jana tulikuwa tumekosana. Ila tumetengeneza. Waache kusumbuka. Sawa. Mwachofi. Mwachofi. Mwachofi mwanangu. Amka. Kuna jambo nataka kuambia. Mkangemi. Mkangemi. Mkangemi mwanangu. Mkangemi. Mkangemi mwanangu. Mkangemi amka. Hai, hani kuna nini? Kuna nini mwanangu? Mkangemi. Mkangemi, amka. Kwani umekufa? Mkangemi amekufa. Mkangemi amekufa. Karibuni sana watu wa Mungu. Karibuni. Asante sana. Mchungaji yuko? Yuko lakini ametoka kidogo. Karibuni mumsubiri ndani. Hapana. Wacha tufunge upepo kidogo hapa nje. Sawa, jisikieni huru nyumbani mwa Bwana. Wacheni waletee viti. Lakini mchungaji anaweza kuwa ametuitia nini? Ama anajua mneno kwa mganga. Punguza sauti yako. Sidhani. Mimi nashuku ametuita hili akatueleze aliyemuua mtoto wetu. Labda ameomba akaonyeshwa. Akishathibitisha ni huyo mshirika wake, tutamwambia amuite siku ya Jumapili kanisani mwake, aje amsomee mbele ya waumini wote na kisha amfukuze kanisani mwake. Mmefika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru mmefika. Karibuni ndani. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya wapendwa hao wamekuja. Bwana, nilikuwa nimewaita ili tuje tuzungumze na imani ya kwamba Bwana, nashukuru kama umefika. Kwa Yesu Kristo naomba nikiamini.
Amen. Poleni wapendwa kwa kuacha na mpendwa wenu. Asante sana mchungaji. Mungu aendelee kuwapa faraja za kudumu. Asante sana mchungaji. Ni uchungu sana, ila yashamwagika na hayawezi kuzoleka. Lakini pia nimewaita hapa ili kuwapa msaada. Maana mimi kama mchungaji ni jukumu langu kuhakikisha kwamba wale wote walio na shida wamesaidika. Asante sana mchungaji. Sijui mtabebaje, maana hivi vitu ni vingi sana. Kuna vyakula, kuna nguo, kuna hata mbegu ya mahindi na maharagwe. Sijui kama mtaenda kisha mrudi tena. Asante sana mchungaji. Haki uko na moyo safi sana. Ni kweli mchungaji. Sio kama ile jirani yetu ambaye anatendea kinyume kila wakati. Kwanza ni yeye alimuua msichana wangu. Mchungaji, unafaa kuwafukuza kabisa kanisani mwako. Ukarimu wako haulingani na unyama walio nao. Ni kweli kabisa mchungaji. Wafukuze kabisa. Na pia wasijue haya mambo ya kutupa chakula. Maana huenda wakaifisia kwa ofisi yako. Hili wakiroge watuangamize kabisa. Usifadhaike mioyoni mwenu. Neno la Mungu katika Biblia linatuonya kwamba tusilipize visasi. Tumwachie yeye, atatulipia. Kwa hivyo, ngojeni. Ikiwa kweli wao ndio walihusika na kifo cha mtoto wenu, hakika watalipa. Lazima walipe mchungaji. Na wewe Mwachofi, niko na habari njema sana kwako. Chukua. Ndani ya hii bahasha kuna anwani na maelezo kuhusu kampuni kubwa sana ya magari huko Mombasa. Uko na mshahara mzuri sana. Zaidi ya 100,000 kwa mwezi. Hakika. Mungu akubariki mchungaji. Haleluya. Hakika Mungu ni mwema. Wacheni tumshukuru Mungu kabla hamjaondoka. Mungu wa baraka, tukushukuru, tunasema asante Bwana kwa ajili ya hawa wanapoondoka hapa. Bwana Mungu wa baraka, tunasema asante. Nenda kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Acha tupumzike. Acha tupumzike. Yaani kitendo alichofanya huyo mchungaji sitamsahau kama. Na majirani zetu sasa watatushangaa. Ni kweli kabisa. Imagine 100,000 hakika tumetajirika. Na hao majirani zetu watashangaa. Watatuona tukiishi maisha mazuri. Sijui watanjificha wapi. Na wewe mwanangu, uombe sana. Maana wakijua mafanikio yetu, ndivyo watapigana na wewe zaidi. Nitakuombea sana mwanangu. Hata kama alifaulu kumuua dada yako, sitakubali wamuue wewe. Saa hii nitaenda kwa mganga mwenye nguvu zaidi anipe kinga ya kukulinda. Jambo majirani zangu. Uchawi wenu na wivu wenu umeshindwa. Mungu ametukumbuka. Sasa itakula kwenu. Pita huku na uchawi wenu. Hebu ngoja kwanza tufungue ibaki tuangalie mchungaji ametupatia nini. Kweli mama, fungua tuone. Na ilikuwa nzito. Kuna zawadi nyingi. We, Baba Mwachofi. Hebu ona. Kibeti. Nakwambia cha kuendea kanisani. Kibeti kizuri. Kizuri mama. Hata viatu. Ona hata viatu. We, hebu ngoja nijaribu kimoja nione. We, unaonaje hapo? Jumapili nikienda kanisani nimeng'ara. Hebu ona nguo. We, nimepata kikoi cha kujitanda nikienda kanisa. Hebu ona rinda nzuri. Unakaa nzuri mama. Hili unakaa nzuri mama. Bana na mtandio pia wa kujifunga kichwa nikienda kanisani. Baba Mwachofi. Hebu ona. Shati nzuri kweli kweli.
ona. Kama nipatie. Umepata hata na suti ya kwenda kanisani. Kama nipatie hii. Hebu ona. Nguo nzuri. Kuanzia leo Jumapili naanza kwenda kanisani. Nyinyi endeleeni kufurahia nguo hapa. Mimi naenda kupika chapati. Yaani kilo 4 yote unaenda kupika chapati? Rudisha pakiti moja. Mama, unajua nini mwisho tulikula chapati? Nimesema rudisha pakiti moja. Mama, unajua nimekwambia rudisha pakiti moja. Miezi karibu 7 iliyopita. Rudisha pakiti moja. Hatujakula chapati mama. Rudisha pakiti moja. Mama. Pakiti moja. Mama. Nimesema rudisha pakiti moja. Unajua nini mwisho tulikula chapati mama? Karibu miezi 7 iliyopita mama. Hata kama huo ni ulavi. Kwa sababu unajua unaenda ndio maana umeamua kutumalizia. Nimesema rudisha pakiti moja. Rudisha pakiti moja. Nimesema rudisha pakiti moja. Rudisha pakiti moja. Sikia mambo ya mamako. Rudisha pakiti moja. Rudisha pakiti moja. Rudisha. Nimesema rudisha pakiti moja. Sikia vile mama amesema. Rudisha pakiti moja. Rudisha pakiti moja. Wachofu. Rudisha pakiti moja. Mr. Joseph. Yes, boss. Asante sana kwa kufika kwa wakati ambao unafaa. Thank you. Sasa nimekuita hapa kwa ofisi ili nikueleze kitu. Ya kwamba kuna kijana atakuja hapa kesho kutwa. Ndio. Jina lake ni Anania Mwachofi. Nimemtafutia kazi kwa hii kampuni yetu. Ndio. Lakini sitaki ajue kwamba mimi ndo ninamwajiri. Okay. Wewe ndo boss. Okay. Ni sawa? Sawa boss. Sasa mimi nitatoka niende Nairobi. Okay. Nifate majukumu mengine. Nitarudi hapa baada ya miezi michache ndio nitarudi. Okay. Yes. Okay. Yeah. Sasa boss. Yes. Kuna swali. Yes. Utakaporudi. Yes. Si kijana atakuona. Itakuaje? Usiwe na wasiwasi Mr. Joseph. Mungu atanipa hekima ya kujua vile nitatatua swala hilo. Amen. 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 Kuwa na wakati mzuri na fuata majukumu mengine tafadhali. Asante. Yes. Bwana asifiwe jirani yangu. Usinisalimie na uchawi wa kwenu. Mulidhani hatutawahi vaa vizuri. Angalia basi. Mungu wako upande wetu. Pongezi sana Mwachofi. Kuanzia leo tumekupandisha cheo. Ala. Wow! Kupandisha cheo. Promotion. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana kijana. Asante sana boss. Asante sana. Promotion. Yaani miezi 7 tu. Alafu nimepandisha cheo. Acha nimpigie mama. Ngoja nimpigie mama nimjulisha habari hii. Mama. Shika simu mama nawe. Shika simu mama. Halo mama. Yes. Niko na habari nzuri mami. Yes. Nimepandishwa cheo mama. Amen. Hakika mchungaji abarikiwe sana. Maadui zetu watatupigia saluti sasa. Ngoja nimpigie mchungaji. Halo mchungaji. Habari yako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Niko salama. Niko salama kabisa.
wewe huko? Niko vizuri. Kuna habari njema mchungaji? Nashukuru, niambie. Nimepandishwa cheo kazini mchungaji. Hizo ni habari njema sana mwanangu. Sasa, fanya hivi. Tafuta siku uje kanisani. Wewe na familia yako mje mkatoe shukrani kwa yale ambayo Mungu amewatendea. Ni kweli mchungaji. Kweli tunapaswa kumtolea Mungu shukrani. Tutafanya hivyo. Asante sana, karibuni sana. Asante mchungaji. Asante sana. Haya. Asante. Karibuni sana wapendwa. Karibuni sana. Karibuni sana. Habari ya Mombasa Machofi? Nzuri sana mchungaji. Mungu amekuwa mwema kwa kwetu. Karibuni sana. Asante. Karibuni sana. Atuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wafanyakazi wetu ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuja kutoa shukrani zao. Nasema ni asante kwa uongozi wa Yesu Kristo, nimeomba nikiamini. Amen. Kabla tujaendelea, niko na surprise. Ndio, nataka kuambia ukweli. Hii misaada yote ambayo nimekuwa nikiwasaidia ilikuwa haitoki kwangu. Unamaanisha nini mchungaji? Tuambie basi, mahali ilikuwa inatoka. Ni kweli. Kuna Msamaria mwema alikuwa akiwasaidia kwa huo wakati wote. Tulipenda kumjua ili tuweze kumshukuru kwa muda wote ambao ametutunza. Ngojeni, mtamwona saa hii. Wacha nipige simu. Halo? Halo? Ingieni. Bwana asifiwe mchungaji. Asifiwe Yesu. Mchungaji, hao wachawi wamekuja kufanya nini hapa? Tafadhali mchungaji, hebu wafukuze hao wasije wakanirogia mtoto wangu. Haiwezekani. Siwezi kana hawa watu hapa. Acheni mimi niondoke. Tulieni. Mnaona hii chakula yote ambayo nilikuwa nikiwapatia ilikuwa inatoka kwao. Mafuta, sukari, unga, mchele, ngano, zote zilikuwa zinatoka kwa hao. Hata hizo nguo zote ambazo mlikuwa mkivaa, na wewe mama Machofi, hata hiyo nguo yote ambayo hii nguo umevaa sasa hivi ilikuwa inatoka kwao. Angalia vile ni mpya. Na wewe baba Machofi, hata hizo nguo umevaa zilikuwa zinatoka kwa hao. Hata mazao ya shambani ambayo mmeleta hapa, mbegu na mbolea zilitoka kwao. Na najua hamwamini. Baada ya nini kukataa chakula ambacho hao wapendwa walikuwa wameleta, ndio mama Joshua akaamua kuja kanisani kutafuta ushauri. Ni juzi tu nilienda kwao na mzigo uliokuwa umejaa vyakula na zawadi mbalimbali ili kuwabariki, lakini walinipokea kwa matusi, ukali, huku wakidai nataka kuwatoa kafara. Ati? Ndiyo mchungaji, ndiposa leo nimekuja hapa ili unipe ushauri nitafanyaje. Hawa watu ni maskini, saa ingine ukosa chakula hata wakalala njaa. Mimi na mume wangu tumejaribu sana kuachana nao, ila mioyo yetu haipati amani. Na hiyo ndio njia pekee tuliona tunaweza kuwasaidia. Lakini hawa watu ni wachawi. Nataka naulize, tangu mnaanza kuwapatia chakula, kuna mtu ameumwa na tumbo? Kuna mtu yote amedhoofika? Kuna mtu yote amekula sumu? Kuna siku nimewaletea nguo za zamani au za matambara? Sasa ni mchawi gani anaweza kufanyia wema wote huu kwa muda wote huu? Na kuhusu kifo cha mtoto wenu, mlimuua ninyi wenyewe. What? Mungu alishanionyesha kwamba mlikuwa mmeenda kwa mganga kwa sababu ya kutaka kupigana na majirani zenu. Maana mlikuwa mnapigana na watu ambao wanamcha Mungu, ambao hawana nia yoyote mbaya
hii. Sasa uamuzi ni wenu. Aidha mkubali kutengeneza na majirani zenu au mkatae muendelee kuishi maisha ya ufukara. Na mkikataa, hata Mungu mwenyewe atawakataa. Na wewe Matofi, hiyo kazi ambayo imekufanya unawiri namna hiyo, si mimi ambaye nimekutafutia, bali Baba Joshua hapa. Hata yeye ndio mkubwa katika hiyo kampuni, lakini kwa kuwa alitaka akusaidie, alijificha usije ukamwona ukaacha kazi. Hata hicho cheo ulichopandishwa juzi ni yeye. Hapana, haiwezekani. Umefika? Yo. Ingia. Jambo boss. Jambo. Karibu. Asante. Samahani sana kwa kuchelewa. Nilikuwa na jamu ya magari. Matofi. Huyu ndio boss wetu sote pale kazini. Na yote waliokuambia Matofi. Nisamehe. Nimeamini kweli uko na roho nzuri. Yaani ulinipandisha cheo kazini? Nisamehe. Mchawezi kufanya mambo yote. Naomba unisamehe. Nimekusamehe kijana. Nimekusamehe. Tunaomba msamaha. Nimekusamehe. Msamehe. Msamaha. Mama, msamehe. Msamehe sana. Sisi kama familia tumewasamehe. Ni kweli tunasamehe. Asante sana. Unapanga kunu kusuna kata. Stand by. Bwe kwa panga. Na kwa kandai kuona ahaka challenge lakini sasa. Huo nini? Lakini si ulimshikile temu ya kininio. Akipeleka koni. Hakuna shida. Nataka mbada speaker reka. Stand by. Action. Hebu ngoja kwanza tufungue hii bagi tuone mchungaji ametupatia nini. Nimefunga tu na mchungaji ametupatia nini. Na ilikuwa nzito. Wow. Baba Mwachofi. Hebu ona viatu vizuri. Hebu ngoja kwanza nijaribu nione. Hebu ona. Ona nguo nzuri. Hebu oneni nguo. Nguo nzuri. Pata kibeti kizuri cha kuendea kanisa. Unaonaje? Action. Tuongoze Mungu katika majadiliano haya na mpendwa huyu Mama Joshua, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tena Mama Joshua.
Action. Tuongoze Mungu katika majadiliano haya na mpendo huyu Mama Joshua, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tena Mama Joshua. Jisikie huru kabisa katika uwepo wa Mungu. Mchungaji, niko na mzigo moyoni mwangu. Mimi na nyumba yangu tumebarikiwa. Bwanangu anafanya kazi yenye mapato mazuri. So shetani ni mwongo. Shetani ni mwongo. Kazi yake kondoo wa Mungu. Good. Lakini anasema kondoo za Mungu ama kondoo. Hakuna shida vile utasema mbona mimi niko pale mimi hajabadilika. Very good. Yeah. Kazi yake ni kutawanya kondoo wa Mungu. Lakini ashukuru. Maana alimshinda pale msalabani. Amen. Pasa bana alafu unaona sasa? Unajua nataka kuendelea kuambiwa tena. Juzi tu nilienda kuona mzigo uliojaa vyakula na zawadi mbalimbali ili kuwabariki, lakini walinipokea kwa matusi ukali, huku akidai kuwa anataka kuwatoa kafara. Mchungaji ati sasa yati hapo ndo naingilia. Mine na pia kuna pata ncha. Maji kula kuna wale je kona ingodi you trust. Hizi ya vene kai chale. Hapa iko sawa. Sasa mgosi. Boss. Kabla hajazima hawaweza fresh ama nini? Maana kuna pato katika kidogo mpaka hapa. Hapa hivi. Waanze tena. Waanze sasa. Hapo tutaangalia hizo shots utazi. Hiyo ingine basi uweke kwa moto. Tumeiweka tayari. Tuchelewe. Lakini mejaribu kwanza asubuhi stand by. Ai, weka baida kwa. Action. Action. Poleni. Action. Sio ndo unaanza. Action. Sasa hawa watu Manchester wako na shida. Amekushambukiza hata mkewe. Lakini tutafanya mkutano kubwa